kaka vipi? Safi. Mambo yanaje kaka? Mambo yanaenda mdogo mdogo. Eti mwanangu mimi nilikuwa naulizia hapa. Kuna njia inaitwa Mzee Juma huko sijui ndio wapi sijui ndio ni barabara ndio hii inatokea. Barabara bana ya kuelekea kwa Mzee Juma. Itakuwa ni hii. Sawa. Lakini kwema kaka. Kwema kabisa mwanangu. Kama kawa? Kama kawaida. Misho zinaenda? Fresh. Mwanangu naonekana umechoka sana, umetoka wapi? Mwanangu nimetokea huko Maziganya anza nilikuwa naelekea huko kwa Mzee Juma Sawa. Kwa Mzee Juma bana. Kwa Mzee Juma ni pale yaani unaziona zile msauzi zile? Zile za blue zile. Zile pale zile msauzi zile za blue zile. Naziona. Sasa kwa Mzee Juma ndio itakuwa ni pale. Okay. Sawa. Mwanangu pole sana na safari. Nimeshapoa mwanangu. Kama ni hapo nimeshafika hapo ni pasta. Vipi kwa Mzee Juma unaonekana yani ni mzee ambaye watu sana wanamuulizia hivi kuna nini hapo? Bana kwa Mzee Juma. Yule Mzee Juma tuseme hiyo. Ni kama mtaalamu fulani ndio kusema ni kama mtaalamu. Mzee Juma anafahamika asilimia kubwa. Yaani hao majina Mzee Juma kwamba wenyewe asilimia kubwa nakuta na dini masuala tuseme masuala ya tiba asili. Lakini Mzee Juma amekuwa ni mzee tofauti sana. Unajua kwa sababu gani? Huyu Mzee Juma ana ushauri ambao anaweza kutupatia sisi mfano vijana tukajengeka vizuri tukawa na msingi thabiti. Lakini kuangalia nyakati hizi huu wakati tulionao ni wakati ambao vijana tumeangamia sana. Namaanisha kwamba vijana wengi tumeangukia kwenye shimo refu, shimo la swala mapenzi bali sio utafutaji. Kwa hiyo Mzee Juma anatoa tabibu au ni tabibu ambao anatupatia dawa yenye kutujenga. Sawa kaka. Kutujenga kimsingi vizuri. Kwa hiyo pale nataka nikapokee pale mawaidha fulani kwa Mzee Juma pale. Ndio nataka nikapokee pale mawaidha ya mambo fresh. Maana mimi bana huwa nasumbuliwa na changamoto nyingi sana. Changamoto gani kaka? Nyingi sana. Unajua kwa sababu kwamba kuna vitu vingi huwa vinatokea kwenye maisha yangu. Kwa jumla nashindwa kuelewa sana. Pole sana kaka. Yaani unaonekana kwanza ulikotoka kule kwa Majikanya Anza. Kwanza ulikuwa mpaka saa ngapi? Sasa kule bana nimetoka saa 2 za asubuhi. Alafu nimefika huko naona ni saa 10 na saa 11 kasoro hivi. Unajua bana kule kwetu. Kweli bana vijana tumeangamia sana. Unakuta vijana tumeingia kwenye swala la ulevi, tumeingia kwenye swala la penzi kama hivyo. Unakuta yani tunatafuta mara za kafara. Yani unakuta vijana tumeshuka sana. Kimadi vijana tumeshuka sana. Unalizungumza hilo kaka hilo. Hata na mimi kwa kweli mtaa wetu naona watu vijana wengi sana. Sasa mbona unaponiambia kwamba vijana wengi lakini mimi bado naona kwa Mzee Juma pale kidogo kuna maana ni mzee wa ushauri sasa kuna ni wengi sana huko mtaa. Unajua ni nini sawa kaka? Unaona kama mimi kwa mazingira ambayo naishi mimi hapa sawa. Yaani tunakuta kama eneo kama hili sawa. Yaani unakuta ni kama mtu anakuwa kama yuko vizuri kwa ushauri lakini kwa kijana wa humu ambaye anakaa humu yani hawezi akamsikiliza kwamba anamdharau lakini mtu ambaye anatoka mbali ndio maana mtu kama yani mfano mzuri sawa. Mtu anatoka mbali sawa. Akija humu mtaa wetu kutafuta kama riziki sawa kwa ajili ya kipato cha maisha anaweza akaperform lakini sisi wazawa sawa. Yaani tunaboiteka sana. Kama wewe unavyosema sawa kwa Mzee Juma sawa. Hata na mimi mwenyewe huyu mzee nishawahi kumfika hapo. Waga yuko vizuri sana. Sawa. Hapana mimi kwa maana yake nakuona kama ni mtu wa media sana. Sasa kwa hiyo kwa ushauri mwanangu mimi nilikuwa nataka tu asiwaambie vijana wenzetu kwamba vijana kwamba inabidi tukazane. Baadaye kama Mzee Juma siku akifa tutasaidia sana. Mimi nilikuwa napenda kwa shauri kwa jamani tuache masuala ya mahusiano tusiingie miguu yote. Inamaanisha kwamba mahusiano yapo na wanawake hao hapo. Kwa hiyo mimi ambacho nilikuwa nawashauri vijana kwamba tutafute hela na tunapotafuta kwa njia za haki, tusitafute kwa njia za kafara, tutafute kwa njia ambazo hazieleweki njia fupi. Maisha siku zote yanahitaji yani upambane na watu sana. Mimi nilikuwa nashauri. Kama ni shauri ngoja nigeuke maana kumbe njia ilikuwa ni pale ngoja nigeuke niwahi. Unaweza kupita hata hii hapa njia. Hata pale mbele. Hata hapa mbele. Bana, msalimie huyo babu hata haina noma babu.